Marekani, Canada na pale nchini Mexico. Kinachoendelea ni kombe la dunia, na sasa tumebakiwa na timu 4 pekee: Argentina, Uingereza, Ufaransa pamoja na ndugu yetu Spain. Argentina, mzee wa kucheza AFCON katika kombe la dunia, amepenya AFCON, hatimaye amefika nusu finali. Lakini pia Faransa, mwamba kabisa huyu, akiwa amecheza mechi 6, ameshinda mechi zote 6. Lakini leo tunamshuhudia pia akipambana na Spain. Mzee anacheza mechi 5, ametoa draw 1, na wale kutoa draw ni Cape Verde, wanaume kweli kweli. Lakini pia tutashuhudia England, mzee mwenye kelele nyingi kuliko uwezo, akiwa uwanjani pia siku ya kesho dhidi ya ndugu yake Argentina. Nini tutegemee katika kombe hizi nusu finali mbili? Nikianza na nusu finali ya Ufaransa na Spain, ni nusu finali ya kisasi. Kwanza walikutana kwenye Euro msimu uliopita, ambapo Spain aliweza kumfunga Ufaransa. Kwa hiyo tutegemee ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, na ni mechi ambayo itakuwa ni 50-50. Pengine inaweza ikaamuliwa kwa extra time au ikaamuliwa kwa magoli machache zaidi, kitokea mmoja akamfunga mwenzake. Lakini pia ni mechi ambayo inatazamwa kuona ni nani ataendeleza kufunga idadi ya magoli mengi. Ikumbuke kuna Mbappe pale, kuna Dembele na wachezaji wengine wakina Olise ambao wanatazamwa zaidi. Kwa ni mechi ambayo imeteka hisia za watu, na ni mechi ambayo ina hadhi ya fainali kwa siku ya leo. Mbappe ana goli 8 na ana mechi 2 mkononi. Kivyovyote vile akicheza nusu finali ana nafasi ama kucheza mshindi wa 3 ama kucheza mshindi wa kwanza. Je, hizi nafasi za mechi 2 zinaweza kumfanya yeye kuwa mfungaji bora wa kombe la dunia wa wakati wote na mfungaji bora wa kombe la dunia mwaka 2026? Anaweza. Kwa sababu gani? Namba takwimu zinambeba. Kwanza kabisa goli 8 kwa hizo mechi alizocheza kuanzia hatua ya makundi, mechi 6 goli 8. Lakini pia mwaka 2018 aliweza kuvunja rekodi ya mchezaji yule wa Argentina maarufu sana aliyefungaga goli la mkono. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwa umri alionao tutegemee makubwa kwake kwenye eneo la ufungaji. Atafunga goli nyingi sana. Siku ya leo ndo siku ambapo ndugu yetu Spain ametimiza miaka 19. Bwana mdogo nani tumuita? Yamal. Ametimiza miaka yake 19 siku 2 zilizopita, na leo akiwa na miaka 19 atacheza mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia akiwa na miaka 19. Akiwa na miaka 19 Mbappe aliweza kuibeba Ufaransa mgongoni. Je, siku zote wamekuwa wakisema kwamba Lamine Yamal amekuwa ndo kama jini ama mzimu ambao unamzuia Mbappe kutimiza ndoto zake. Wakiwa wamekutana mechi 10, kati ya hizo mechi 8 Lamine Yamal ameshinda mbele ya Mbappe. Je, leo anaweza kaendelea kuwa jini au kizuio cha Mbappe? Wote wana njaa ya mafanikio. Ikumbukwe mara ya mwisho Spain kubeba kombe la dunia ilikuwa ni 2010, Ufaransa 1998 na 2018. Kwa hiyo kila mmoja anahitaji kupeperusha taifa lake kuelekea kubeba hilo kombe. Kwa hiyo tutegemee vita kali kati ya Yamal pamoja na Mbappe. Kutakuwa na mechi 2 leo uwanjani, lakini pia na mechi ya matokeo. Bato itakuwa ni kubwa sana. Uwezo mkubwa wa kumiliki mpira wa Spain unaweza kuwazuia Wafaransa kuweza kufanya ya kwao, hasa ukiangalia tukizungumza kiungo cha ushambuliaji cha Ufaransa, lakini pia washambuliaji wa Ufaransa jinsi walivyo aggressive sana kwenye goli. Je, wanaweza wakazuiliwa na uwezo mkubwa wa Spain wa kumiliki mpira, au tutegemee matokeo ya goli nyingi kwa sababu ya uwezo wa Ufaransa kwenye kuscore, hasa ukizingatia kwamba wakina Mbappe, lakini ukizungumza Dembele wana uwezo wa kuscore hata nje ya box. Kwa mfano mechi ya mwisho ya robo finali ambayo walikutana na Morocco, tulishuhudia magoli yote mawili yakipigwa mbali sana kutoka kwenye box. Je, uwezo wa Spain utaweza kuwazuia hawa watu? Spain wanacheza mpira ambao ni possessive, maanake wanacheza sana mpira wa kutumia pasi nyingi. Kumbuka ile ni falsafa ya Barcelona, na timu kwa kiasi kikubwa Spain inaundwa na wachezaji wa Barcelona. Wanacheza possessive sana na pasi nyingi. Ufaransa wana mawinga ambao wanacheza direct football. Wanaweza wakafungua kupitia Mbappe, wanaweza wakafungua kupitia Due, lakini pale katikati wana viungo ambao wanajua kuchezea mpira. Kwa hiyo tutegemee ikiwa Ufaransa atafunguka sana, awe anajiazari kulinda. Ikumbuke Ureno alivyokuwa anacheza na Spain, alipigwa goli la counter attack. Na Spain pia akiwa na umiliki ule mpira, akipoteza
wachezaji wa Ufaransa wana kasi sana, wale wakina Mbappe. Kwa hiyo huenda kila mmoja akaingia kwa tahadhari kutokana na impact ya mwenzake kwenye eneo la umaliziaji. Wataalamu wa mambo wanasikitika sana nusu fainali kukutanisha Ufaransa na Spain. Wanatamani hii ndio ingekuwa fainali. Je, hii inatosha kusema kwamba atakayeshinda leo ndio tumpe nafasi kubwa kuchukua ubingwa? Hapana. Mpira ni dakika 90. Ikumbukwe Argentina ameingia fainali nyingi sana tangu 2014, nusu fainali back to back na fainali. Kwa hiyo atayepita leo ana mtihani, ana mfupa mkubwa sana wa kuvunja Argentina. Argentina huyo AFCON. Ndio.